alifanyia mkataba wa siri ili afaulu, lakini bei yake ilikuwa roho. Maisha huwa hayatoi onyo kabla hajakuvunja. Huanza taratibu, kisha siku moja unajikuta umechoka kupigana. Umeomba, umejaribu, umevumilia, lakini bado uko pale pale. Ndipo mawazo hatari huanza kuzaliwa kimya kimya. Mawazo ambayo hapo mwanzo unayapuuza, lakini kadri siku zinavyopita yanaanza kuonekana kama suluhisho. Hii ni hadithi ya mtu mmoja aliyefika hatua hiyo. Aliamua kuchagua njia ambayo wengi huogopa kuifikiria, njia ya siri, njia ya haraka. Lakini hakujua kuwa njia hiyo haimchukui mtu juu bila kwanza kumchukua kitu ndani yake. Eliya alizaliwa katika familia ambayo umaskini haukuwa hali ya muda, bali ulikuwa maisha yenyewe. Nyumba waliokuwa wakiishi ilikuwa ya udongo. Paa lake lilivuja kila mvua iliponyesha. Alikuwa akiamka asubuhi bila uhakika wa kula mchana. Lakini hata katika hali hiyo, Eliya alikuwa mtoto mwenye ndoto. Baba yake alipokuwa hai, alikuwa akimwambia maneno machache lakini mazito. Alimwambia elimu ni silaha ambayo hakuna mtu anaweza kukuibia. Lakini kabla Eliya hajakomaa, baba yake aliugua ghafla na kufariki. Kuanzia hapo, maisha yakabadilika kabisa. Mama yake alibaki peke yake na watoto. Akaanza kuuza maandazi kila asubuhi. Eliya akawa akimsaidia kabla ya kwenda shule. Alipenda kusoma, alipenda kuuliza maswali, na walimu wake walijua ana uwezo mkubwa. Lakini uwezo peke yake haukutosha. Alipomaliza shule ya sekondari, alifaulu vizuri. Alikuwa na matumaini ya kuendelea na masomo. Lakini barua ya chuo ilipofika, hakukuwa na pesa. Alizunguka kila mahali kutafuta msaada. Hakuna aliyemsikiliza. Marafiki zake waliondoka mmoja baada ya mwingine. Walivaa vizuri, walizungumza juu ya maisha mapya, mipango na ndoto. Eliya aliwabaki angalia kwa mbali, akiwatakia mema huku moyo wake ukiumia. Akaanza kazi sokoni. Kazi nzito, mshahara mdogo, heshima ndogo. Watu walimuona kama kijana aliyekwama. Maneno ya dhihaka yakawa sehemu ya maisha yake. Usiku ulipofika, ndipo mawazo yalikuwa mazito zaidi. Aliuliza Mungu maswali. Kwa nini yeye azaliwe kwenye maisha magumu namna hiyo? Kwa nini jitihada zake zionekane hazina maana? Taribu, imani yake ikaanza kufifia. Siku moja jioni, akiwa amekaa sokoni baada ya kazi, mzee mmoja alimkaribia. Hakuwa mtu wa kawaida. Alitembea kwa kujiamini, alivaa suti nyeusi safi na macho yake yalikuwa makali lakini tulivu. Alisimama mbele ya Eliya na kumtazama kwa muda mrefu bila kusema neno. Hatimaye akazungumza. Akamwambia anajua Eliya ana ndoto kubwa. Akamwambia anajua Eliya amechoka kupambana. Maneno hayo yalimgonga Eliya kama radi. Hakumuuliza mzee huyo alijuaje. Alikuwa amechoka sana kuuliza maswali. Mzee akamwambia ana njia ya kumsaidia, njia ya haraka, njia ambayo haitamchukua miaka mingi ya mateso. Eliya alihisi hofu, lakini pia alihisi matumaini ya ajabu. Walikutana usiku huo kwenye nyumba ya zamani iliyokuwa pembezoni mwa mji. Nyumba hiyo ilikuwa kimya, hewa yake ilikuwa nzito, na kulikuwa na mshumaa mmoja tu uliokuwa unatoa mwanga hafifu. Mzee akakaa mezani, akatoa karatasi na kuiweka mbele ya Eliya. Akamwambia, huo ulikuwa mkataba wa kubadilishana. Eliya akisoma, aliona maneno mengi magumu, mengine kama hayakuwa ya lugha ya kawaida, lakini sentensi moja ilimfanya ashindwe kuendelea kusoma kwa kasi. Baada ya muda uliokubaliwa, kile kilicho ndani yake kingekuwa cha yule mzee. Eliya alikaa kimya kwa muda mrefu. Alijua kabisa hii si jambo la kawaida, lakini alikumbuka njaa, alikumbuka dhihaka, alikumbuka macho ya mama yake kila alipouliza msaada asiokuwa nao. Hasira ikamzidi busara. Alichoma kidole chake.
damu ikatoka. Akasaini mkataba. Kuanzia siku hiyo, maisha ya Eliya yakaanza kubadilika kwa kasi ya kutisha. Alipigiwa simu kuhusu kazi ambayo hakuwahi kuomba. Alipata nafasi nzuri, mshahara mkubwa. Ndani ya muda mfupi akapandishwa cheo. Pesa zikaanza kuingia. Akanunua nguo nzuri, akanunua gari, akaondoka kwenye makazi duni, akaingia kwenye nyumba ya kisasa. Watu waliokuwa wakimpita bila kumwangalia sasa walimpa heshima. Lakini mafanikio hayo hayakuwa na ladha ya furaha. Kila usiku Eliya alikuwa akiona ndoto zile zile. Ndoto ya kivuli kikimuita kwa sauti nzito, kikimkumbusha ahadi aliyofanya. Akaanza kuugua. Mwanzoni ilikuwa ni maumivu madogo, baadaye yakawa makali zaidi. Madaktari walifanya vipimo, hawakuona ugonjwa wowote. Walishangaa jinsi mtu mwenye afya nzuri angeweza kudhoofika ghafla. Miaka ilipita. Eliya akawa maarufu, akawa mtu wa kuigwa, lakini ndani yake kulikuwa na hofu isiyoisha. Alijua siku inakuja. Miaka 5 ilipotimia, mzee yule alirudi. Safari hii hakuwa na tabasamu hata la bandia. Akamkumbusha Eliya makubaliano yao. Akamwambia muda umeisha. Eliya alihisi dunia ikimzunguka. Akapiga magoti, akalilia msaada, akaahidi kutoa mali zake zote. Lakini mzee akamwambia hakutaka pesa. Giza likajaa chumbani, mshumaa ukazimika. Eliya alihisi pumzi zikimwisha. Katika sekunde za mwisho alikumbuka maneno ya mama yake, maneno aliyokuwa akimfundisha tangu akiwa mdogo, kwamba hakuna giza lisilo na nuru, kwamba hakuna mkataba unaomzidi Mungu. Kwa kilio kikubwa, Eliya alimuita Yesu. Sauti yake ilikatika, lakini ilikuwa ya kweli. Ghafla upepo mkali ukavuma, giza likapasuka. Mzee akapiga kelele kali, kisha akatoweka. Eliya alizimia. Alipoamuka alikuwa hospitalini. Alipoteza kila kitu, lakini roho yake ilikuwa huru. Alianza maisha mapya. Safari ilikuwa ngumu, lakini ilikuwa ya kweli. Hadithi hii inabaki kama onyo. Mafanikio ya haraka yanaweza kukuangamiza. Njia fupi inaweza kukuchukua mbali na wewe mwenyewe. Chagua subira. Chagua njia ya nuru.